أحبتي الكرام، jana tuligusia kidogo masala yanayofungamana na salatu tarawih na tukarudi shubha ambayo inasema kwamba hakuna salatu tarawih ya raka 8 au 11, na tukaelezea kulingamana na mapokezi yaliyothibiti kwa Mtume alayhi salatu wassalam Bukhari wa Muslim min hadithi al-mu'minin Aisha radhiyallahu anha kwamba Mtume alayhi salatu wassalam ma kana yazidu fi Ramadhan wala fi ghayrihi akthar min 11 rak'a. Tukasema kwamba kauli sahihi ni kwamba sala ya tarawih haina idadi maalum, bali ni idadi ambayo anaiweza yule mwenye kuswali kutokamana na nashat na uchangamfu ambao anaweza kuswali, basi anaruhusiwa kuswali. Kwa hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema salatul layli mathna mathna. Tukasema vile vile kwamba haikupokelewa kwa Mtume alayhi salatu wassalam kwamba aliwahi kuswali raka 20 katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam alqawliya au alfi'liya. Mtume alayhi salatu wassalam haikupokelewa kwamba aliswali raka 20. Riwaya ambayo imekuja kuelezea vile Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa kiswali ni raka 11 ama 13. Kadhalika tukagusia masala ya athar ambazo zimepokelewa kwa baadhi ya masahaba kama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu kwamba waliswali raka 23. Tukasema athari hizi ni mahallu khilaf baina ahli al-ilm. Kunao wamesahihisha athari hizi, kuna ambao wamedhaifisha. Ni mmoja ambaye alidhaifisha ni al-Imam al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala, na wengineo katika Tuhfatul Ahwadhi sharh Sunan at-Tirmidhi alipokuwa akielezea aqwali za ahli al-ilm kuhusu idadi ya raka za tarawih, kasema kunao baadhi ya ulama wanasema tarawih ni raka 11 au 13, wengine wanasema 41, wengine wanasema 36, wengine wanasema 39. Kisha alipoitaja hii kauli ya 11 rak'a, kauli ya mwisho akasema waqila 11 rak'a. Kumesemekana vile vile kwamba salatu tarawih ni raka 11. Anasema rahimahullah wa huwa ikhtiyaru Malik li nafsihi wa ikhtarahu Abu Bakr ibn al-Arabi. Sisi tunajua al-Imam Malik msimamo wake mashhur ni kwamba alishika kauli ya amali ahli al-Madina vile walivyokuwa watu wa Madina wakisali raka 39, na ndio vitabu vingi vinaelezea hivyo. Lakini al-Imam Malik rahimahullah ta'ala yeye mwenyewe amechagua kauli ya kwamba kauli sahihi katika masala haya ni raka 11. Anasema wa huwa ikhtiyaru Malik li nafsihi wa ikhtarahu Abu Bakr ibn al-Arabi. Abu Bakr ibn al-Arabi ni mwanachuoni mkubwa sana katika wanavyoni wa madhhab ya al-Imam Malik. Kadhalika al-Imam as-Suyuti rahimahullah katika risala yake al-Masabih fi salati at-tarawih anasema kumnukuu Ibn al-Jawzi rahimahullah, anasema qala Ibn al-Jawzi min ashabina an Malik. Ibn al-Jawzi amempokea al-Imam Malik annahu qala kwamba alisema alladhi jamaa alayhi an-nas Umar ibn al-Khattab ahabbu ilayya. Imam Malik anasema kule kuwakusanya Umar ibn al-Khattab ile idadi ambayo Umar aliwakusanya masahaba, hilo ndio lapendekeza zaidi kwangu mimi, kwa sababu tunajua al-Imam Malik katika Muwatta yake bana kitabahu, kwanza anatanguliza ahadith marfu'a, kisha baada dhalik anatanguliza kauli ya Umar. Kwa hivyo anasema lile tendo la Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu kuwakusanya masahaba kwa raka 11 ahabbu ilayya, kwangu mimi napendekeza zaidi. Wa huwa 11 rak'a,
وهي صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. anasema Imam Malik hilo lapendekeza zaidi kwangu kwa sababu ndiyo sala ya mtume alayhi salatu wassalam. qila lahu, al-Imam Malik akaambiwa 11 rak'a bil witr, yani unamaanisha hiyo idadi aliyokusanya Umar masahaba ni raka 11 pamoja na witr? Imam Malik akasema naam, wa 13 qarib, vile vile raka 13. kisha akasema Malik wala adri min aina uhditha hadha ar-ruku' al-kathir, wala sijui hizi rukuu nyingi, yani raka nyingi zimetoka wapi. Na wengi pengine maneno haya waweza kushangaa au hawajayaona, lakini ni mambo yako kwenye vitabu. Imam Malik mwenyewe rahimahullah ta'ala asema ashangaa hizi rukuu nyingi, yani raka nyingi zimetoka wapi. kisha baada ya kutaja maneno al-Mubarakfuri rahimahullah ta'ala akafanya ta'liq, nasema qultu wal qawl ar-rajih al-mukhtar al-aqwa min haythu ad-dalil huwa hadha al-qawl alladhi ikhtarahu Malik li nafsihi, qawli ambayo ni sahihi katika masala ya idadi ya raka ni hii kauli aliyoichagua al-Imam Malik, nayo ni raka 11. a'ni 11 rak'a wa huwa thabit 'an rasulillah sallallahu alayhi wasallam bis-sanad as-sahih wa biha amara Umar radiyallahu anhu. hiyo ndio hadithi pekee iliyothubutu kwa isnad sahih kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alisali raka 11, na ndio alioamrisha Umar masahaba. anasema al-Mubarakfuri amma al-aqwal al-baqiya, ama zile kauli nyingine falam yathbut wahidun minha an rasulillah sallallahu alayhi wasallam, haikuthibiti hata kauli moja kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba alisali zaidi ya 11. wala thabata bihi an ahadin min al-khulafa'i annahum amaru bihi bisanadin sahihin khalin 'anil kalam, wala haikupokelewa kwa sahaba yoyote, si Umar wala si mwingineo radhiyallahu anhum jami'an, kwamba aliwaamrisha masahaba wasali raka zaidi ya 11. yani kila hadithi iliyokuja au athar kwamba Abu Bakar aliwaambia watu au Abu Bakar aliswali 20 na akamrisha watu wasali 20, au Umar aliswali 20 akawaambia watu wasali 20, au Ali aliswali 20 akamrisha watu wasali 20, asema kullu hadhihi al-athar la takhlu min kalam, kuna mazungumzo, lazima ndani yake kuna dhaifu. kwa hivyo isnad pekee yake iliyosalimika katika masala haya ni hadithi ya Aisha radhiyallahu ta'ala anha. kadhalika masala mingine ndugu zangu katika iman ni kadhia ya kwamba wanasema wale wanaoswali raka 8 msikitini wamemfuata mtume sallallahu alayhi wasallam katika sunna moja, lakini wamemkhalifu mtume sallallahu alayhi wasallam katika sunna 6. tumemfuata kwa moja, tumemkhalifu katika mambo 6. kaif? wanasema umemfuata mtume sallallahu alayhi wasallam katika idadi adad raka 8 au 11, lakini kuna mambo 6 ndani ya hizo raka 8 mumemkhalifu mtume alayhi salatu wasallam, na kusema kwamba hawa shida ya hawa watu hawakusoma hawaelewi. hadha ramyun bil jahl, yani naam, sisi hatukuelewa, na hawa wanavioni wakubwa watukufu hawa pia nao walikuwa mapita, sisi hatuelewi, hatukusoma. na hawa waliotangulia je, tumemkhalifu vipi? asema mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali tarawih siku 3 tu msikitini, kwa hivyo sunna na nyingi swali 3 siku 3 tu mswali msikitini, cha kiezo kila mmoja akaswali nyumbani. angalia fiqh fi dini hadha yakulu kwamba nyinyi mkusoma, hiyo ndio fiqh anayozungumza yeye. kwa hivyo sawa nini, tuswali sisi siku moja, siku ya pili, siku ya 3, siku ya 4, kila mmoja aende akaswali nyumbani, kwa sababu ndivyo alivyoswali mtume alayhi salatu wasallam. ajiba hadha, min aina jaa hadha alfiqh? sijui fiqh hiyo ameipata wapi, wala hakuna hata mwanachuoni mmoja aliyezungumza maneno haya. hii ni qaul mukhtara, na kuonyesha kwamba wao ndio hawakusoma. wote shurahu alhadith kama al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah alipoitaja hii hadithi kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam aliswali siku ya kwanza katika hadithi ya Aisha, kharaja an-nabi sallallahu alayhi wasallam dhata laylatin fi ramadhana fasalla fi al-masjid, wa fi al-yawm ath-thani kathura an-nas, wa fi al-yawm ath-thalith lam yakhruj aw ar-rabi' lam yakhruj ilayhim.
baada ya kuitaja hii hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema laqad alimtu alladhi sana'tum, nimejua kwamba nyinyi jana mlitoka mwanisubiri mimi nije siku ya tatu kuswali msikitini, lakini hakuna kitu kimenizuia kuja kuswali msikitini illa khashyata an tufradha alaykum, naogopea isije ikawa ni faradhi kwenu. Ibn Hajar anasema ويؤخذ من هذا الحديث استحباب صلاة الجماعة في المسجد في صلاة التراويح في المسجد، ni sunna kuswali tarawihi msikitini kwa jamaa, kwa sababu ile khaufu aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam qad zala bimautihi, khaufu ile alikuwa akiogopea isije ikafaradhishiwa ishaondoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam ashakufa, kwa hivyo imebaki kwamba ile sunna ya kuswali msikitini inaendelea. Kadhalika Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu, ambao ni athara ambao ikhtalafa ahlul ilmi katika idadi ya rakaa. Tuseme amewakusanya watu 20 ndani katika Ramadhani kuswali rakaa 20, aliwakusanya wapi? Nyumbani. Aina jama'ahu? fi almasjid. aliingia msikitini fawajada an-nasa awza'an mutafarriqin, kila mmoja yusalli alwahid li nafsihi wathani yusalli ma'ahu jamaa. Akaona ndani ya msikiti hakuna nidhamu, mwingine usali peke yake, mwingine usali na watu watatu wanne, mwingine akaona ni fawdha na tashwishi, ndio akawakusanya nyuma ya nani? Nyuma ya Ubay ibn Ka'b. Wa Umar jama'ahum fi almasjid wa laysa fi albayt, hakuwakusanya nyumbani. Kadhalika hadithi ya Abi Dharr ambao amepokea ashabu sunan kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man qama ma'al imami. Ukiangalia kwenye Jami' at-Tirmidhi anasema yani salat at-tarawih, man qama ma'al imami yani salat at-tarawih, ni kusimama nyuma ya imam. Kwa hivyo hiyo si hoja. Kadhalika wanasema bid'a ya pili ambao wamemkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanasema Mtume alayhi salatu wassalam katika rakaa ya kwanza alisoma Bakara mzima, wao hawasomi Bakara mzima. Yani wale wanaoswali rakaa 8 11 hawaswalishi rakaa moja Bakara mzima. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisimama rakaa moja suratul Baqara, na akisimama mahali pa dua ar-rahma, kana yad'u bir-rahma idha kana fi ayatu adhab yasta'idhu billahi min al-adhab. Kwa hivyo nyinyi hamfanyi hivyo hivyo, watakana rakaa ya kwanza msome Baqara, rakaa ya pili mpige Nisa, rakaa ya tatu mpige Ali Imran. Kwa hivyo mmemkhalifu Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ambavyo mmemfuata min haythu al-kam idadi, kadhalika min haythu al-kayfiyya. Kwa hivyo mmemkhalifu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadha kadhalika hujja barida fi al-haqiqa, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema iklafu min al-amali ma tutiqun, fanyeni zile amali ambazo mwaziweza. Nani sisi anaweza kusimama swala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam? Nani? Hata masahaba wenyewe walishindwa. Abdullah ibn Abbas radhiallahu anhuma aliposali siku moja nyuma ya Mtume alayhi salatu wassalam, anasema faftataha bil Baqara thumma an-Nisa thumma Ali Imran. Qala, anasema hatta hamamtu bi amri su'in, mpaka nikanuilia jambo baya. Alipoulizwa nikasema natamani nimwache aendelee, nimeshindwa kustahimili. Sasa ikiwa masahaba walishindwa, kaifa sisi? Kwa hivyo hujalazimishwa wewe uswali vile vile alivyokuwa kiswali Mtume alipokuwa kisimamo, na wewe usimame vile vile. Hatuwezi, sisi ni dhaifa. Kwa hivyo ittaqullaha mastata'tum, hii ndio istitaa yetu, kadri ya uwezo wetu ni kusimama kwa juzu moja. Kwa hivyo utakuta yani maneno na hoja yani za maajabu sana. Kisha al-Imam an-Nawawi rahimahullah, tukimaliza maneno, ambaye ni mwanachuoni mkubwa katika madhhabi Imam Shafi'i, katika al-Majmu' Sharh al-Muhadhab, alipokuwa akizungumzia masala, je, ni bora kuswali peke yako Ramadhani, usali peke yako nyumbani, ama uje msikitini usali, ni ipi bora? Anasema salatu at-tarawih sunnatun bi ijma'i al-ulama, sala ya tarawih ni sunna, wala hakuna aliyesema sala tarawih ni wajib, isipokuwa mmoja katika wanavyoni Abu Ja'far al-Tahawi, yeye ndiye aliyesema kwamba ni wajib kifai, yani ni fardhu kifaya, na yeye peke yake ndiye aliyesimama msimamo. Lakini wote ahlul ilmi wanasema ni sunna. Watajuzu munfaridan wa jamaa, wa ayyuhuma afdal,
inafaa kuswali peke yako na jamaa. Ni ipi bora katika hizi mbili, kuswali peke yako ama kuswali jamaa? Anasema fihi wajhani mashhuran, kuna wajhi mbili au kauli mbili katika madhhab ya Imam Shafi'i. As-sahihu biittifaqi al-ashab anna al-jama'ata afdal, kauli sahihi kwa maafikiano ya ashabu Shafi'i kwamba ni bora kuswali kwa jamaa kuliko kuswali peke yako. Sasa sijui haya maneno hawayaoni ama ni vipi yataamauna, wala adri fi alhaqiqa, lakini hakuna ajabu, kwa sababu wao wakizungumza maneno haya huwa wamewalenga watu fulani, na yani unachuki na mtu fulani au watu fulani, basi huwa ukizungumza maneno ambayo kwamba hiya auha min baiti al-ankabut. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa